Usiku ule, Juma alilala kitandani mwake maskini, akiota ndoto za utajiri. Lakini katikati ya usiku, kitu cha ajabu kilitokea. Kabati lilianza kusogea, likatetemeka kwa nguvu kubwa kama kuna pepo ndani yake. Juma aliamka ghafla, moyo ukimpiga kwa nguvu. Alisimama kutoka kitandani na kutazama kabati kwa hofu. Kabati lilikuwa likitetemeka zaidi na zaidi, na kutoka kwenye mianya kulikuwa na mwanga wa dhahabu ukitoka nje. Kufuli ikavunjika, milango yakafunguka kwa kishindo kubwa, na hapo kutoka ndani ya kabati joka kubwa la dhahabu likatoka. Lilikuwa refu kama mti, mwili wake uking'aa kama jua. Juma alianguka magotini, mikono juu, sauti ikitetemeka, "Samahani, samahani, usiniue, tafadhali." Lakini joka halikushambulia. Badala yake lilifungua kinywa chake na vipande vya dhahabu vikawa vinatoka ndani ya kinywa chake na kuanguka chini. Juma alitazama kwa mshangao. Alinyoosha mkono polepole, akitambaa kwa magoti na kushika moja ya vile vipande. Halafu joka lilianza kusema kwa sauti kubwa lakini ya urafiki, "Juma, usiogope. Wewe ndiye uliyenikomboa. Mimi nilikuwa nimefungwa ndani ya jiwe la dhahabu kwa miaka elfu, maelfu ya miaka. Lakini wewe ulilificha kile kipande na hivyo kunikomboa kutoka kifungoni kwangu. Kwa shukrani, nitakufanya tajiri kuliko mtu yoyote mji huu." Juma hakuweza kusadiki. Alifurahi sana, moyo ukimpiga kwa shangwe. Kesho yake, Juma alianza kuuza ile dhahabu kidogo kidogo. Kila siku, joka lilikuwa likimpa vipande zaidi. Alinunua nguo nzuri, alinunua gari, akajenga nyumba kubwa. Wiki baada ya wiki, mali zake zilikuwa zikiongezeka. Pesa nyingi, biashara kubwa, majumba mengi. Watu walimzunguka, wakitaka kuwa marafiki zake. Kila mahali alipopita, watu walimshangaa. Mitaani, watu walianza maneno, "Juma maskini amekuwa tajiri kiasi hiki. Alipata wapi pesa zote hizo? Anafanya biashara gani?" Lakini Juma hakuambia mtu yoyote siri yake. Alisema tu, "Ni kazi ngumu na bahati njema." Miezi kadhaa ilipita. Utajiri wa Juma uliongezeka sana. Lakini utajiri huleta majaribu. Siku moja, Juma alienda kwenye baa kubwa mjini pamoja na marafiki zake wapya. Walinunua pombe nyingi, walicheza, wakacheka. Juma alikunywa bia 1, 2, 3, 4. Alikunywa zaidi ya kiasi. Kichwa kikaanza kuzunguka. Alikuwa hana akili timamu, maneno yake yakaanza kupotoka. Na hapo, katika ulevi wake, Juma alisema kitu ambacho kingemwangamiza.